yangu nifanane nawe, nifanane. Wakinitazama wakuone wewe, nifinyange Baba, wakinitazama nifinyange Baba. Sasa unaposema wakinitazama wakuone wewe, haina maana wakuone wewe kwamba wamuone kama umbo Mungu, bali utendaji, neema, hekima, uwezo wa Mungu ulioko ndani yetu. Mungu, mamlaka yake na neema zake ziwe ndani yetu. Wako wakitazama wamuone Mungu tunayemwakilisha. Haleluya. Tunapoimba, ndio maana uimbaji wetu haupaswi kuwa kuiga wa kukopi. Hapana, tuimbe vile Bwana anataka, ili watu wakisikia wamuone Bwana. Watu wakisikia wamuone Bwana. Tusihubiri kwa kuiga, kwa kukopi. Kile Roho Mtakatifu ananipa, watu wakisikia wamuone Bwana kwenye mafundisho, wamuone Bwana kwenye maneno. Kwa kuwa neno la Mungu sio neno la mtu, ni neno la Mungu mwenyewe. Linapokuja limetumwa na Mungu, kwa hiyo wamuone Mungu, na neno ni Mungu mwenyewe. Kwa nikisema maneno ya Mungu, watu wamuone Mungu. Nikisema amen, watu wamuone Bwana. Kwa hiyo amen. Unanielewa? Yaani watu wamuone Mungu, tumwakilishe Bwana. Sasa tumwakilishe Mungu. Kwa hiyo nasema kabisa kwamba sisi ni mawakili. Yesu anawaambia, mimi mnaniuliza habari ya Baba. Ulivyoniona mimi umeona Baba. Kuna mahali pengine nasema ninaamka mapema, ninawaambia habari za mbinguni mapema. Maana yake anatuma watumishi wake. Anasema akiwa ndani yetu. Kwa hiyo tunamwakilisha Mungu. Tusifanye mzaha, tusiishi kwa kubahatisha, tuamue maamuzi sahihi. Yaani uchaguzi wa mimi kuwa mchungaji, wa kuwa mwinjilisti, wa kuwa muimbaji, uchaguzi wa mimi kuwa nimeokoka, ya kuwa mimi ni Mkristo, uwe ni uchaguzi ambao tuelewe unasimama kumwakilisha Mungu. Kuna watu kwenye nchi yetu, sijui mataifa mengine, kwenye nchi yetu kuna viongozi wanateuliwa na rais, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa. Mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya pale alipo kwenye wilaya anamwakilisha rais. Unaelewa? Anasimama kwa niaba ya mamlaka ya rais. Na kwa namna hiyo anajua majukumu anayotakiwa kuyafanya. Kwa hiyo anasimama kwa uwezo, kwa ujasiri wote, kwa kuwa anajua anayemwakilisha ana mamlaka yapi. Kama viongozi wa nchi wanaoteuliwa na kutenguliwa wana uwezo wa kujua kwamba ninamwakilisha Mheshimiwa Rais katika nafasi hii, na napaswa nifanye hivi, napaswa nionekane shupavu, mtu imara. Hivyo wa Kristo tunapaswa tuonekane watu imara sana, kwa kuwa tunamwakilisha Mungu imara sana, tunamwakilisha Mungu hodari sana. Kwa hapo ulipo wewe uwe imara. Nasema na kanisa, nasema hivi, uwe imara. Yaani usio mtu ambaye unalegalega, unakwazwa, unakwazika. Unatishiwa, unatishika. Unakapishwa tamaa, unakata tamaa. Hapana. Uwe mtu imara, usitishika. Yaani mtu ambaye maamuzi yangu ya kuwa na Yesu ni maamuzi ambao ninaelewa maana yake. Sisi ni mawakili wa Mungu aliye hai hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Sasa hebu soma Isaya 6 mstari wa 8. Pengine tu kidogo sana. Nakwambia wakili manake anasimama kwa niaba, anafanya kwa niaba. Sasa tukijua kwamba sisi hapa tupo
Isaya sura ya 6 mstari wa 8. Sema. Kisha nikasikia sauti ya Bwana. Kisha nikasikia sauti ya Bwana. Nimtume nani? Nimtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Na ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Nimtume nani akatuwakilishe? Nimtume nani aende kwa niaba yetu? Kuna siku moja nilipata waliko sehemu niende. Nimekuwa siku kidogo. Inawezekana kuna watu ndio kuambia. Alafu nasikia rohoni nisiende. Kabisa nisiende. Wakanipigia simu sana. Jitahidi tu uje. Nikasema hapana, kwanza ilikuwa siku ya kazi kwa maendeleo. Lakini sio kwamba siwezi kwenda. Lakini nasikia nisiende. Nilipoona wamenikazania sana, nikaamua kwamba sasa wakaniambia hivi, tuma hata mtu. Na mimi nikaona bora nitume mtu. Maana mimi nasikia nisiende. Niliposema ngoja nitume mtu aende, nikasikia naambiwa, ukituma mtu umeenda wewe. Nakwambia kweli, ukituma